Hujambo mtazamaji wetu wa Amashi Online TV. Kama nilivyokwisha kukufahamisha sehemu ya kwanza kuwa mimi ni Martin Mhina na sasa nimeweka kambi katika viwanja hivi vya kanisa kuu Katoliki la Mtakatifu Anton, jimbo la Tanga, kanisa likiwa maeneo ya hapa Chumba Ageni. Tunaangazia zile njia 5 wanazotumia watesi kuangamiza maisha yako kama alivyotuongoza mwinjilisti Beatus Kabambe. Tumetazama sehemu ya kwanza ama njia ya kwanza, njia ya pili, lakini kwa sasa tutazame njia ya 3 ambayo watesi wanaweza kuitumia kuangamiza maisha yako. Njia ya 3 wanaotumia watesi kuangamiza maisha yako ni kukutengenezea aibu itakayokuaibisha wewe na familia yako. Yaani inatengenezwa tukio litakalo kuaibisha, na kila ukicheki ile tukio unakuwa hauna ujasiri wa kusimama. Kila ukicheki ile tukio unaishia kuaibika. Kila ukicheki ile tukio unaishia kulala. Unajua kuna mtu anaibishwa mpaka asubuhi kutoka nje. Uongo kweli? Unajua maana ya kuaibishwa? Halo? Mtesi ana huruma. Na mtesi naye msema ni shetani na ndugu zake wote na wakala wake wote. Yaani akipata fursa anakutengenezea aibu. Emsema aibu. Emsema aibu. Unajisikiaje ulifunga ndoa ya milioni 50 alafu baada ya miaka 2 uko kwenu? Nasema nilijua haendi popo. Halafu wanafurahi tena. Yaani unafurahia madudu ya mwenzako. Mwambie mwenzako acha bangi basi wewe, mwambie acha bangi wewe. Mwambie itakuwa ni bangi wewe. Unafurahiaje madudu ya wengine? Yaani unafurahia kuchemka kwa mwingine? Yaani unafurahia aibu? Unafurahia aibu ya mwingine kweli? Halo? Halo? Mtesi akitaka kukumaliza anatuma aibu. Emsema aibu. Aibu. Fikiria umefumaniwa. Mwambie mwenzako ulishawahi kufumaniwa mwana? Ukiona kuangalia vizuri ujue hapana kwa kweli. Hivi ni aibu? Nauliza swali. Hivi itakuwa ni aibu ni furaha? Ulishawahi kuiba ukakamatwa? Halo? Fikiri umeiba umekamatwa, umefumaniwa ukakamatwa. Alafu watu wanakunyanyua mzee, wanacheza nawe, wanatoka nawe paka barabarani. Ameacha mke wake kafuata mdundiko, ameacha mke wake kafuata mdundiko. Eye kafuata mdundiko, ameacha maisha. Hafu wakati wanakuzungusha. Hivi unajua wakati wengine wanacheka kwako itakuwa ni aibu. Sema aibu. Fikiria mtu anaiba alafu anabebeshwa alichokiiba, wanamzungusha mtaani. Unajua hata kama ni mtoto wako utatamani watu wasijue kwamba ni wako wako. Sio kama mnanielewa. Ninakwambia msema aibu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nakataa aibu. Nakataa aibu. Na unajua aibu anazozileta moja wapo, sema mfano wa aibu ni kufanya familia yako iwe walevi. Fikiria ni msomi alafu msomi mlevi. Hivyo unajua ni aibu? Hebu sema msomi mlevi. Msomi mlevi. Hiyo ni raha, ni aibu. Ni aibu. Fikiria unaamka unaambiwa tumekuletea mzigo wako. Msomi kabibwa kwenye toroli. Kaletwa koko. Asema mzigo wako wapo. Unajisikiaje? Sema aibu. Fikiria umepambana na mtoto wako mpaka amefika mbali, degree ya kwanza, degree ya pili, anaishia kuwa mlevi. 2:15 mpaka 17 Yoeli amesema. Pigeni tarumbeta katika Sayuni. Pigeni tarumbeta kule Tanga Chumba Ageni. Takaseni saumu. Takaseni saumu. Kusanyeni kusanyiko kuu. Kusanyeni kusanyiko
kuu ile halitoshi. Habari ya kufuta aibu inatakiwa mkusanye kusanyiko kuu. Ndio. Habari ya kufuta aibu na kuwakanyaga watesi inatakiwa kusanyiko kuu. Ndio maana leta watu wote. Anasema kusanyeni kusanyiko kuu, sio dogo. Maana hii inapiga kusanyeni kusanyiko kuu. Ndio. Akasemaje? Kusanyeni watu, litakaseni kusanyiko. Takaseni kusanyiko. Kusanyeni wazee, kusanyeni watoto, na hao wanyonyao maziwa. Paka wanaonyonya maziwa, maana aibu haimwachi mtu. Mmoja akiandika mtu ameaibika. Kusanyeni mpaka wanyonyao maziwa. Ndio. Bwana harusi na atoke chumbani mwake. Hata kama yuko honeymoon atoke wapi? Chumbani mwake. Aje uwanjani chumba gani tumlilie Bwana Mungu wetu. Ndio maana Padre juzi alipofungua kwa misa akasema tumlilie Bwana Mungu wetu. Sema amina. Amina. Afute aibu na watesi waliosimama wakasababisha watu kulala. Ndio. Na bibi harusi katika hema yake. Atoki kwenye hema yake. Ndio. Hao makuhani, wahudumu wa Bwana, mapadri pamoja na wahudumu wa Bwana, masista, na walie kati ya patakatifu na madhabahu. Walie katika patakatifu. Walie katika patakatifu. Wasemeje watumishi wa Mungu? Na waseme, waachilie watu wako Bwana. Waachilie watu wako watanga Bwana. Wala usiutoe ulisi wako upate aibu. Wala usiruhusu wapate aibu. Wala usiruhusu wapate aibu. Anasema makuhani walie, watumishi wa Mungu walilie wale wanaowaongoza. Waseme waachilie watu wako Bwana wasipate aibu. Na leo tutamlilia Mungu usipate aibu. Usipate aibu kwenye maisha yako. Ndio maana masista wamekuja kwa shangwe kumlilia Bwana Mungu kwamba usiruhusu kanisa lipate aibu. Usiruhusu familia ipate aibu. Usiruhusu wanaotazama wapate aibu. Usiruhusu huyu mtu apate aibu.